na kwa kunikaribisha, kwa sababu si rahisi, kwa sababu si kuambia jana ya kwamba nitakuja hapa, lakini siku itakuja ambayo nitawatangazia ili tukuwe na mkutano mkubwa ili tukaweze kuongea sera za kwenda mbele. Leo mimi nimekuja hapa kwa sababu tumeanza ziara. For the last 1 month tumeanza ziara ya kutembea katika Western Kenya yote mzima. Tumekuwa kule Vihiga, tumekuwa juzi kule hapa Busia, tumekuwa kule Murumba, tumekuwa pale, tumekuwa Bumala, tumekuwa kule Budanganyi, tumekuwa Nambale, tukaenda kote. Na tumeenda mpaka saa hii tena tumekuwa mpaka kule Bungoma, tuliendea huko pia Trans Nzoia kote. Na agenda ni moja. Sisi kama jamii tumedharauliwa sana. Ni kwa sababu we have never been united. Ajai ungana kama jamii. Ndio unaona wabunge wengi ama viongozi wengi tumedharauliwa. Tukienda kule State House wanarudi bila maendeleo. Ni kwa sababu wanajua, kwa sababu hatuko united, kila ghasia ya chama yote iko hapa. Ukitaka kuona ODM iko hapa, ANC iko hapa, Ford Kenya iko hapa, na yote takataka yote iko hapa. Na hiyo ndio tumesema ya kwamba wanajua ya kwamba hapa ndio mahali wanaweza fanyia chochote. Sasa tunataka tuanze kutangaza injili ya kwamba ikifika 2027 wakifikiria wanakuja kutupanga sisi, wapate kama tumeshajipanga. Na mimi nimeambia watu ya kwamba mimi ndio mbunge ambaye nimejulikana Kenya yote mzima, na ambaye hata wakati wa Wira kwa juzi wakati walinipiga, kila mtu alipiga nduru hii Kenya. Mwenye uhora ule mwarefu, mwenye uhora, baya bandu balira, mwenye umarungwana, alaka wefu, alaka mkwachama. Sasa hiyo imeonyesha kwamba the Luhya nation is ready to unite. Kwa sababu wakati walipiga Didmas, watu walinyamaza. Wakati walipiga Khalwale, watu wakuongea. Lakini wakati walipiga Preslasia, ilikuwa tayari kwa usalama. Kama kwa kalama kwa mabili. Ndio mbona kama kalama kwa mabili. Hiyo imenipatia nguvu ya kwanza kutembea katika Western Kenya yote mzima ni kuwashukuru. Nikisema ya kwamba for the last 20 years watu wetu tangu waunganishwe na Masinde Muliro, alafu baadaye wakakuja kuunganishwa na Wamalwa, kijana wa Malwa, hakuna kiongozi yeyote ambaye ameweza kuweka pamoja na kuongea na sauti moja. Na maybe nikaona, kwa sababu nikapata ndoto na ikaniambia, wewe mtoto mdogo wewe, ambao watu walikuwa wanadharau wewe mmiasisi ya kwamba huwezi kuwa mbunge, na wakasema wewe hata una nyumba, hauna hata mtoto, hauna bibi, hauna nini, yote maneno yote. Lakini Mungu alikuwa amewekea mimi mafuta. Na nikasema maybe watu hao walikuwa wananingoja mimi nikishachaguliwa huko niende niunganishe Waluhya wote ili ya kwamba tuongee na sauti moja. And that is why we have started this movement here. Unaona wakati mwingi sisi tunapigia wale kura, lakini wakati inakuja upande wa kugawana vitu wanatuacha sisi. Ukiangalia 2027 tulikuwa tunatembea hapa tunasema ya kwamba ati wakati watapiga tukiwa Azimio watakuja kutupatia ati treasury. Wakati wamepata Gen Z ikapata through that wameenda wakagawa ya electricity wakapeleka huko. Wakati wamepata ya treasury wakapeleka huko. Wakati wa Fulisa walaleta sisi hapa. Sasa that's why nimeambia come 2027 we are going to punish the leaders, not because they are bad leaders, but because they are in a bad political party that doesn't have the interest of our people. Mimi juzi nimekuwa kule Bungoma, nikaambia watu wa Bungoma sisi tunakaa na watu wote. Tunakaa na Wajaluo, tunakaa na Wakikuyu, tunakaa na Wakamba and everybody. Ndio tumesema kama barabara ni mbaya, ni barabara ya kila mtu. Kama ni hospitali hatuna, ni mbaya kwa kila mtu. Kama hatuna electricity, ni sisi sote. And that is why we must speak as one voice, whether you are whichever clan or whatever tribe, bora uko katika Western Kenya, ili hiyo sauti ikaweze kutuletea hospitali mzuri, maji, ituletee barabara na industrialization. Na pia mimi nimejiuliza kama watu kama kina Burkina Faso, mimi 2027 nitakwenda miaka 35. Fedeza ndio kwamba ikura president wa Kenya. Na mimi najiuliza kama kuna ile nchi ya Burkina Faso mtoto wa 34 years anakuwa rais wa hiyo nchi na analainisha maneno. Na hao watu ambao tumewapatia kura kwa miaka mingi bado hawajajua watoto wetu kila mwaka
Sasa hii watoto matajiri siku hizi hata maskini anasomesha mtoto. Wale ambao sasa hivi tuko na watoto karibu milioni 4 ambao ni wasomi and they don't have a job. Ndio umesikia juzi wabunge wakisema that the young people they are bitter. The problem is that hawana kazi. The little ambayo wanapata kwa payslip inakatwa. And that is why mimi kama Peter Slasia nikipata kama ningekuwa rais ama ningekuwa rais wa Kenya, nitakuwa kama wakati wa Moi. Sitakuwa dictator, lakini nasema nitakuwa kama wakati wa Moi. Kwa sababu ile wakati hatukuwa tuna import vitu, tulikuwa naona kama suti nguo ukivaa ni ya Kenya. Ukiona bag ya Kenya. Ukiona sijui sigara ya Kenya. Ukiona sijui nini ya Kenya. And we used to import things. Lakini leo hii kila kitu tuna import. Mpaka sasa saa hii tunataka kuanza kuexport watu, watoto wetu wanakufia kule Saudia. Wanashindwa, hata tunashindwa kuleta bodies. And that is the problem we are having as a country. Hii ndio inafanya vijana wanakasirika. Ndio mimi nasema ya kwamba mimi kama neje na Mkenya mimi barabara mambo ramu. Pia sasa tumemeji sana ya governor. No, president. Makwa ilo kaza Kenya na barabara kaza Kenya. And Kenya will be the most happiest people. Kwa sababu mimi Peter Slasia najua kukaa na wazee. Mimi Peter Slasia najua kukaa na wamama. Najua kukaa na vijana. Na najua kureason na kila category of the people. Na hiyo ndio kitu ambayo hao watu wataki kusikia vijana wanataka nini. And that's why wanatumia ile mentality ya kitambo. Na wajui watoto hawa wako katika digital era. Wanasoma mambo mengi. Ndio unaona sasa saa hii kazi ambayo imebaki wanaenda kwa vieta. Sio kwa kupenda kwao. Ni kwa sababu hawana kazi. Kazi ambayo imebaki maybe ya pikipiki. Na tutaki vijana wetu tena waende kwa pikipiki wengi.